Luck MBTV, huu ndio muda wetu sasa. Usisahau kusubscribe, kulike na comment ili wa kwanza kupata huduma zetu. Kuna ile kitu huyu ndo amenifanyia mimi ubaya. Na hata ukifanyia ubaya mimi naishi na wewe tu. Kwa sababu kwa essential hali yako. Najua jamaa anatakiwa tuishi na hivi. Naishi vile nataka. Kwa familia ambayo inanitegemea mimi. Tuombeane, tuvumiliane. Tuombeane mafanikio mazuri ili na sisi tukifanikisha ili tuwasaidie pia na nyinyi ambao mnatusubiri sisi tufanikishe. Kwa tu washikaji zangu mimi nataka tu niwashauri kwamba jamani makini sana na afya na hivi vileo vinaharibu sana ujana wetu. Na ni vitu ambavyo vinaleta sana matatizo kwenye hata mafamilia. Yo bwana mvu vipi tuko Luck MBTV ni mtangazaji Junior Kitikashi na Kebe Most Episode Seribuzi. Ya leo tunapiga mastori 1 2 3 na kijana hapa. Lakini kama ndo mara yako kwanza kutembelea channel yetu usikose kusubscribe, like na comment ili kwanza kupata huduma zetu. Ya leo tunapiga mastori na kijana hapa, atatambulisha anatokea wapi, anaitwa nani, vitu kama na hivyo. Bwana mvu vipi? Safi kaka, kwema. Kwema mzima? Kaka. Hivi kwa majina anaitwa nani? Kwa majina anaitwa Adigola. Tokea wapi? Kutokea Dimoy. Dimoy. Sawa, unionaje Dimoy sasa hivi? Dimoy ipo vizuri. Ipo sawa kabisa Dimoy. Vipi watu, mashikaji vipi, ulionaje? Mashikaji fresh. Mashikaji wapo fresh. Vipi kama vile vitu vya mchezo unajishirikisha navyo au vipi? Michezo najishirikisha na michezo kwa sababu ukikutana na watu lazima ukikutana na watu wanaocheza michezo yao kama kuna mchezo ambao unaweza lazima uungane nao. Hivi kama unacheza mchezo gani kwa michezo yote ambayo unaitaka wewe? Michezo yote na wa master ambao nakutana nao walio wengi wanapenda sana kucheza mpira. Kuna mimi nilikuwa nao kwenye swala la kucheza mpira. Afrika ulikuwa unacheza mpira kwenye timu gani? Afrika nilikuwa nacheza mpira, nilianzia timu moja ambayo inaitwa Maternelle daraja la pili, nikaenda nikamalizia na daraja la pili Maendeleo KAE. Kwa hivyo ulitoka kwenye Maendeleo KAE? Kwa hivyo nilitokea Maendeleo KAE. Hivi kule timu yako ya Maendeleo KAE, mtu gani ambaye ulikofanya akikosa kwenye game na simiti hii game tuko mawili kufungwa au kudroni? Kwanza tunasema kwanza Maendeleo pale wachezaji wote niwapenda. Wachezaji wote niwapenda na kila mmoja ambaye nilikutana naye nilihisi kwamba hakikosa huyu, hengo yake hakikosa huyu, lazima hapa tusifaulu game kwa maana tulishikamana, kila mmoja aliperform vizuri nafasi yake. Kwa hiyo sasa nikasema eti bila huyu tusingefika hapa, kwa sababu wote tulikuwa ni muhimu na tulikuwa tunafanya kitu kimoja kwa pamoja, tulikuwa tunashirikiana kama hivi. Adigola ni mtu gani, mtu aina gani, ni vitu kama hivyo? Kwanza niseme tu kwamba Adigola ni mtu simple sana. Ni mtu ambaye so kibri kwake, masuala ya kibri kwake ni kitu hakipo sana, kwa sababu mkubwa mwenzake, mdogo mwenzake kama hivyo. Hivi tunaweza tukatamani kujua Adigola mtu wa miaka mingapi? Adigola sasa hivi ana miaka 24. Adigola sasa hivi ana miaka 24. Hivi Adigola kama Adigola anajishirikisha na nini? Vitu kusema hivi ndio vinaniingizia kipato haraka, vitu kama hivyo. Kwa sasa hivi siwezi nikasema kwamba eti najihusisha na kitu chochote kile kinachoniingizia mimi, kwa sababu hapa mimi mwenyewe bado mgeni. Sasa hivi na miezi 6 sasa hivi. Kwa sijaona hili wala lile kusema kwamba naweza nikafanya hiki ili kiniingizie, kwa sababu bado tunaona mambo hayajakaa vizuri. Hivi watu wengi wanakufa wakifika hapa Marekani wanakuwa wanaongea kwamba eti Marekani ni mbaya, kama hivyo ungekina miezi 6. Kwa hiyo miezi 6 hivyo, maana watu wengi wanakuwa wanasumbuka sana na kazi, vitu kama na hivyo. Kwa hiyo wao wanasema eti Marekani ni mbaya. Wewe kama wewe unazungumziaje hiyo swala? Mwanangu, mimi before nifike hapa, kwanza ndoto yangu ilikuwa mimi nifike Marekani. Unaelewa, ndoto yangu ilikuwa nifike Marekani, na kila mmoja anasema hivyo anavyosema eti sijui Marekani ni mbaya nini, lakini mimi sijaona ubaya wa Marekani uko wapi. Sijaona ubaya wa Marekani uko wapi, kwa sababu kutoka nifike Marekani mimi najisi nimeridhika kwanza. Kimaisha mimi nimeridhika. Kisha ni kwamba tunaambiwa kwamba tuvute subira, mambo yatakaa sawa, na ni kweli. Popote pale unapofika unakwenda kuanza maisha yako, lazima ugumu wa kuelewa maisha ya pale yanakuwepo, lakini ukivuta subira, ukitulia, mambo yanakuwa sawa taratibu. Ila Marekani mimi niseme nzuri kwa upande wangu, mimi ni nzuri, mimi nimeridhika kwa kila hali, kupata na kukosa nimeridhika, kwa sababu nina imani kuna siku nitapata.
Hivi tulitegemea sana, maana Adigola ni mtu ambaye alikuwa shajipata kidogo kule Afrika, huko sasa hivi bado anasumbuka sana na kupata pesa, vitu kama na hivyo. Yeye hawezi kupasha changamoto kivile kabisa mpaka useme kwamba eti Marekani ipo sawa. Sawa. Kikweli kama hivyo unavyozungumza hapo, mimi kidogo nilikuwa nimejipata na unajua kwamba mimi nilizoea mazingira ya kupata, nilikuwa nacho, lakini sasa hivi ikaje ikanipa ugumu wa kuanza maisha mengine tofauti na yale ambayo nilikuwa nayo. Unaona, lazima nione huo ugumu, lakini isiwe sala kusema kwamba Marekani ni ngumu sana kivile. Kwa hiyo ni ngumu kwa yule ambaye hatataka kuja kutulia, na ni nyepesi kwa yule ambaye atakuja kutulia ili aangalie mambo baadaye atakuwa vipi. Hivi Adigola anaishi na familia yake yote hapa Dibon? Ndio, nipo Dibon na familia yangu yote. Tutegemee vitu gani hapo mbeleni sasa kwa Adigola? Maana unajua vijana wengi ambao walikuwa wanaenda kule kuposti Dar es Salaam walikuwa fanya mambo, akifika tu hapa pesa za kwanza za ngapi, anaposti mzigo, unakuja hapa anakuwa anauza vitu kama na hivyo. Wewe unapangaje kusula kama na hilo? Unajua hiyo ni iko hivyo, na unajua mtu ambaye alifanya kazi kama na hizo ni rahisi sana akipata pesa kufikiria miradi ya baadaye. Unaelewa? Kama hiyo kidogo naweza nikapiga zile sababu kusema kwamba ili nijisogeze kidogo, hii pesa mimi nimeipata natakiwa nifanye kitu kama na hiki. Na kama mimi ninavyohisi vitu vinavyoenda sana kwa vijana ni nguo tu. Kwa hiyo kama nategemea nipate pesa kidogo kabla sijapata kazi, nijihusishe na hiyo biashara. Hiyo na agiza zangu mizigo Dar es Salaam, nakuja nauza hapa kwa vijana. Hiyo ni kitu moja naiwaza. Lakini mimi ni mtu ambaye nawaza mambo mengi, kwa sababu niseme kwamba tumetoka maisha magumu sana. Tumetoka kwenye maisha magumu sana, na ile chance ambayo Mungu katunuku kwetu, na sisi tuje tupambane, hata wale ambao tunategemea na wenyewe wapate chochote kutoka kwetu. Safi sana. Na tulitaka tujue kwamba sasa hivi Adigola unaishi hapa Dimoi, na kama upo hapa Dimoi, mtu gani ambaye umeona sana, yani ni mtu wa kipekee sana, au vijana wengi ambao uliwaona hapa, uliwaonaje? Kwa wana hali nzuri au wana hali mbaya? Asante sana kwa swali hilo, ila sawa. Ni vizuri kwa sababu umeuliza vizuri. Kwanza kama nilivyosema before kwamba mimi ni mtu wa watu, na maana nina uwezo wa kuishi hata na mzazi mimi. Uwezo wa kuishi hata na mzazi, kwa sababu nikimuelewa tu hali yake mimi naenda naye vizuri. Kuna tunaishi sana. Ushaona? Kwa hiyo leo naweza nikawa niko na mtu kama kwa mfano nilikwambia kwamba nipo kwenye kundi la mchezo kama mpira. Nipo kwenye mpira wengi. Yana maana mimi kila yangu. Ina maana leo naweza kukutana na mmoja tukapiga story, wewe rafiki. Tukiachana basi ameishia hapo. Naweza kukutana na mwenzangu, wewe tushare hiki mwanangu, tunashare. Kwa hiyo kila ni mwanangu. Sema labda huyu ndo mshikaji sana wala nini, hapana, kwa sababu unajua kuna ile kitu, huyu ndo amenifanyia mimi ubaya. Na hata ukifanyia ubaya mimi naishi na wewe. Kwa sababu kwa essential hali yako. Unajua jamaa anatakiwa tuishi naye hivi. Naishi vile unataka. Kwa mshikaji wao naenda kiivo. Kwa nisema kwa jumla kila mmoja mimi ni mshikaji wangu, kwa sababu toka nifikia hapa hakuna mbali nishatofautiana naye. Kwa kila mmoja kwangu ni simple sana. So hivi jina la Adigola ni jina lako la ambalo ulipewa na wazazi au vipi? Sawa. Adigola kwanza herufi mbili za mwanzo ni jina langu mimi. Jina la baba na mama ni Adolphe. Kwa hiyo ndo nikachukua ile Adigola tu nikachukua nikachukua ya ujana. Neno moja kwa Lucky MB TV na mashabiki zako pia ambao wanasubiria mengi sana kuhusu. Niseme tu ndugu zangu kwamba Lucky MB TV inahitaji sana support yenu. Na waomba na yuko mbele yenu kuja kuomba kama msubscribe channel yake na usikose comment mambo yake. Kwa Lucky MB TV na mambo mengi sana mazuri. Na pia niseme kwamba alisema kwa mashabiki, niseme kwa ndugu, kwa familia. Niseme tu kwa familia ambayo inanitegemea mimi, tuombeane, tuvumiliane,
tuombeane mafanikio mazuri, ili na sisi tukifanikisha ili tuwasaidie pia na nyinyi ambao mnatusubiri sisi tufanikishe. Kwa hiyo nina imani kwamba Mungu atasaidia, ipo day mambo yatakuwa fresh, tutasaidiana tu mambo mengi. Kwa hiyo nisio mwingi wa ahadi, kwa sababu unajua ahadi inaponza. Okay, one more thing, nilisahau kingine, kitu kimoja ya kulisahau. Huwa unatumia kileo? No, hapana. Mimi situmiaji kileo chochote. Sasa hapa Yoa kuna sifa za kwamba eti vijana wengi wanatumia kileo. Sijui wewe unaungana nao vipi? Mpaka mtu ambaye hutumii kileo unaungana na watu ambao wanatumia kileo. Hiyo ikoje? Hiyo iko hivyo, na hata mimi nishasikia. Unakutana una DM na mtu anakuambia vijana wapo nyoa walevi sana. Kwa sawa, sijakataa, lakini unajua kwamba difuni kwambia kwamba kila mmoja anaishi naye kwa hali yake. Kila mmoja anaishi naye kwa hali yake. Kwa hiyo wewe ikiwa wewe ni mlevi, sawa, una haja ya kunywa pombe zako. Mimi sina pesa kunywa pombe, lakini unajimbia mwenyewe, twende tutakaa na wewe, tutashirikiana pale, utakunywa pombe, niko pale nakupitisha story, unatumia za kwako, ukimaliza wanasema eti marafiki ndio wanashawishi mwingine mtu atumie. Ana itakuwa mara ya kwanza, mara pili unaona, mara tatu unaona, na atakwambia jitahidi hata uguse hata kidogo hapo, unaona. Huo ni uongo. Kwa sababu ina maana wewe sijui mara ya kwanza unaonja, mara ya pili kile kitu ipo moyoni mwako. Ipo moyoni mwako, unatamani uifanye siku moja. Unatamani uifanye siku moja. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo na maana kitu unakitamani, kwa nini usikatae? Bwana mimi sifiki hapo. Mbona mimi nishanitokea sana. Nishanitokea sana tu. Mwanangu wewe mwanaume gani? Nini na nini? Na afu nakimbia sijui utaharibika sijui soda sijui nini. Lakini hamna, havipo sana kwangu. Neno moja basi kwa mashikaji wa hapa Dimoi, wale ambao wanatumia kileo ovyo sana. Kwa tu washikaji zangu, mimi nataka tu niwashauri kwamba jamani, makini sana na afya, na hivi vileo vinaharibu sana vijana wetu. Na ni vitu ambavyo vinaleta sana matatizo kwenye hata mafamilia. Hivi vileo. Kwa hiyo ambacho tunaweza tukashauri kwamba kijana yoyote usijishirikishe sana na kilevi chochote kile kinachoasili mwili au kinachoasili moyo. Ikiwemo pombe, sigara. Kwa ndugu zangu, mimi niombe tu kwamba tujazai sana hivyo vitu. Sijakataza, kwa sababu kila mmoja anaacha kwa muda wake. Kila mmoja anaacha kwa muda wake, lakini ni vitu ambavyo vinahatarisha, vinaharibu ujana. Kwa ningeomba hayo mambo yasiwe sana kwa vijana. Yasiwe sana kwa vijana, kwa sababu ni vitu ambavyo havina hata maendeleo. Havina maendeleo. Asili ya pombe, sigara, vitu vinaharibu sana. Vinaharibu maendeleo. Pia vinapoteza marafiki kama hivyo. Okay, bwana, tupiga mastori moja mbili tatu na kijana Tigola hapa. Don't forget to subscribe, like na comment ili uanze kupata huduma zetu. Okay, poa, shut up. Lack MB TV, huu ndio muda wetu sasa. Usisahau kusubscribe, kulike na comment ili wa kwanza kupata huduma zetu.